Fikiria kwanza, mashabiki watakuwa wamemind kiasi gani hadi wakaamua kumuua striker wao wa timu ya taifa. Huyu ni Andres, mchezaji wa timu ya taifa ya Colombia kwenye miaka 1990 pale. Story inaanza akiwa na miaka 27. Kila mtu alikuwa anampenda Andres kwa sababu hakuwa mkorofi wala hakuwa mtu wa maneno, yeye ni mpira na mpira tu. Na hakuwa mchezaji tu, alikuwa anamchukulia kama shujaa wa nchi. Maana kama ulikuwa hujui, Colombia ni mashabiki sana wa mpira wa miguu sana. Siku moja mwaka 1993 ilikuwa ni mechi ya kufuzu kwenda kombe la dunia, Colombia dhidi ya Argentina. Colombia ilishinda 5-0 na yafanikiwa kwenda World Cup. Vibe nchi nzima, kila mtu anamshangilia Andres kupeleka timu yake World Cup, kila mtu ana furaha na wanaamini wataleta kombe nyumbani. Lakini kulikuwa kuna shida moja, sio mashabiki tu waliokuwa wanaangalia hii World Cup, cartel nao walikuwa wanaangalia kwa ukaribu sana. Na nikisema cartel ni yale makundi yanauza madawa kulevya wale na kufanya vitu vya kiuhalifu, watu kama kina El Chapo, kina Pablo Escobar, wale zile zendo cartel zile sana makundi yao. Hawa cartels walikuwa wanabetia pesa nyingi sana, mamilioni ya dola, na walikuwa wanaelekea Colombia ishinde. Kwa hiyo Andres na timu yake walikuwa tu hawachezi soka, walikuwa wanapigania maisha yao pia. Mwaka 1994 ikafika na Marekani ndo alihost World Cup. Kwa hiyo Colombia ikasafiri kwenda Marekani na mechi yao ya kwanza walicheza dhidi ya Romania ambayo walifungwa 3-1. Nchi ilisikitika sana, ila cartel wenyewe walikasirika vibaya mno baada ya kupoteza mamilioni ya pesa waliobeti. Na sasa Colombia ilibakisha chansi moja tu, wakifungwa sasa hivi wanatolewa kabisa kwenye World Cup. Hapa ndo mambo yakaanza kuwa serious sasa. Wakiwa hotelini kwao California, waliwasha TV wakakuta kuna ujumbe pale umeandikwa, sio hata nani aliweka, unasema msimchezeshe mchezaji fulani la sivyo mtakufa. Cartel sasa wanaanza hadi kupanga vikosi sasa. Wachezaji waliogopa sana na game iliyokuwa inafuatia ilikuwa dhidi ya USA, mashabiki zaidi ya 90,000 uwanjani. Colombia nzima imekaa kwenye TV zao, biashara zimefungwa, watu wanaangalia game tu. Game ikaenda vizuri mpaka dakika 20 fulani hivi. Mchezaji wa USA alitaka kupiga cross ndani ya boksi, hasa kwenye harakati ya kuzuia, Andres bahati mbaya alijifunga. Andres hakuamini kilichotokea, mashabiki wakabaki kimya. Game ikaisha na Colombia wakawa wametoka kwenye World Cup. Haya sasa, nchi inahitaji mtu wa kumlaumu. Nani mwingine zaidi ya Andres aliyejifunga sasa? Wamesahau hata alipowatoa na kuwafikisha, watu wana shukrani aisee. Akawa anapigiwa simu, anatishiwa maisha, watu wamtumia barua za vitisho nyingi tu. Timu nzima ilishauriwa wabaki Marekani kwanza hadi hasira zitulie kule Colombia kule, maana ilikuwa wapo hatarini yani kwa maisha yao. Lakini Andres alisema siwezi kujificha kwa watu wangu, na akapanda ndege na kurudi Colombia. Alipofika aliandika barua ya kuomba msamaha kwa umma na akaiweka kwenye gazeti. Kuna sehemu iliwagusa watu vibaya kidogo. Alisema tunapaswa kuwa na heshima wakati wa ushindi, lakini zaidi wakati wa kushindwa. Maisha haishii hapa. Watu wengi hawakuipenda hii statement. Siku 10 baadaye Andres akaamua kutoka na marafiki zake kwenda night club moja ili akajisaulishe stress nini, atulize kwanza. Mwanzo kila kitu kilikuwa sawa, lakini kwenye meza nyingine kulikuwa na ndugu wawili ambao walikuwa na uhusiano na drug cartels. Hao majamaa walikuwa wamebeti pesa nyingi mno na walipoteza kisa ile mechi. Walipomwona Andres tu wakaanza kumtania, kumtukana na kumkejeli kwa ile on goal aliyoifanya. Walifanya hivyo kwa muda mrefu sana. Andres akaamua kupotezea, lakini majamaa wakawa wanaendelea tu, wanamkejeli, wanamtukana. Andres akaamua tu kuondoka, lakini wale majamaa wakaona itoshe, wakamfuata huko nje wakiwa na bodyguard wao. Andres alijaribu kuwaelezea kuwa ajali zinatokea mchezoni, lakini jamaa walikuwa hawataki kusikia yoyote anayotaka kusema, walikuwa wanamsema tu, wanamtukana. Mara ghafla tu bodyguard akatoa pisto na kumshuti mara 6 Andres, na kila risasi aliyokuwa anapiga alikuwa na shout goal ili tu kumdhihaki tu. Kisha wakaingia kwenye gari na kutoroka. Andres alifariki hapo. Yote hayo kisa mpira tu. RIP legend. Baadaye bodyguard alikamatwa na kufunga jela miaka 43, lakini alitumikia tu miaka 11 na kutoka. Kwa sababu Colombia muda huo ilikuwa ni nchi ambayo inaendeshwa kwa rushwa sana na cartel ilikuwa imeshikilia serikali. Na pia kama ulikuwa unajiuliza nani alishinda World Cup, Brazil ndio ilishinda World Cup obviously. Miaka ya 90 Brazil ilikuwa haishikiki. Ila other than that, see you on the next one. Subscribe, like, fanya hayo yote tu fresh. Tutaonana baadaye.